jana wamezingua mno. Yaani tumezingua, tumeleta mambo ya usela wa zamani, yale mambo ya kishamba. Mimi binafsi mambo kama yale siungi mkono. Unaweza kuona paredi ya Yanga juzi waliofanya. Yanga paredi yao waliofanya walipita. Hawakuleta mambo kama hayo ambayo tuleta sisi, mambo ya kitoto. Yanga walipita, wanashirikia ubingwa wao. Lakini sisi tumeleta mambo ya ovyo, mambo ya kitoto. Ana mambo kama haya mimi siungi mkono. Mimi nilivyojua tu kwamba tutatoka airport, tutapitia Kigogo, tutaenda Jangwani. Mimi nikaona mashabiki wenzangu wanavyojua mashabiki wa Simba tutazingua. Of course wamezingua. Walichofanya si sahihi. Kitendo cha Ahmed Ally kuambia kwamba nendeni mkachimbe dawa, kweli ilikuwa ni sahihi? Na ndio maana nasema mimi ninaposema huyu msemaji wangu ana vitendo vya ovu, ana vitendo vibaya. Haiwezekani wewe msemaji wa taasisi kubwa unaambia watu wakachimbe baya kwenye taasisi ya wenzako. Kwenye klabu ya watu ambao wakachimbe dawa. Haijalishi hata kama ikiwa ndo timu yangu imefanya vitendo kama hivi, lakini kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Vitendo kama hivi je, kama wangefanya wao, haya ndio ingekuwa ndo msemaji wao wa Yanga Alikamwe anawaambia watu katika chimbeni dawa. Wachambuzi wote wangeona wameinuka, wangezungumza matena, wangekemea, na wachambuzi wote wangeongea, wangesema Yanga hawajafanya sawa. Lakini wao Yanga wamefanywa hivi, kila mtu anakuambia mtani wa jadi. Ili jambo mimi siungi mkono. Na kuna baadhi ya mashabiki wenzangu wa Simba ili jambo wamenifurahia, lakini tukifanywa sisi tutalizika. Na sijaona mchambuzi hata mmoja akilikemea ili jambo. Unaambiwa ni utani wa jadi. Assume kwamba Yanga ndo wangefanya vile, wangekuja pale Msimbazi, bwana kachimbeni dawa. Mashabiki wa Yanga wangeingia, kwa sababu unaambiwa unapomfanyia mtu kitendo kibaya na yeye akija kulipa anayefanya sana ndo anaonekana mwenye makosa. Na kuhakikishia ndugu yangu, unavyojua mimi timu yangu na mashabiki wenzangu wangefanya vile wana Yanga au Alikamwe wangeambia kachimbeni dawa, nini kingetokea? Wachambuzi wote uchwara wangekuja wazima, wangekuja kuidodosha Yanga. Of course wangesema vitendo vibaya, na ndio maana nitumie fursa hii kuambia mashabiki wote, kuna mashabiki wa Simba wamezingua jana. Walichofanya si sahihi. Kuna baadhi ya watu nimeona paka kwenye ile Eliza yenyewe wanatukana matusi ya nguoni, matusi ambayo haistahili hata kuzungumza. Mpira tunaopeleka wapi? Dr. Mo alikuwepo, nimeona. Nakwambia kuna jamaa mmoja anajiita tapeli wa kike sijui. Ametukana, anakwambia kama kombe dogo, kwa nini mlishiriki? Angepasa kuishia hapa. Alitoa matusi mpaka ya nguoni. Ndio maana nasema mimi naishangaa wa mashabiki wenzangu. Tuna shida gani? Mashabiki wenzangu tatizo nini? Mbona tunatoka nje ya mpira? Kuna kipindi fulani tulienda kucheza Orlando Pirates, tukawasha moto uwanjani, tukafungiwa. Tukaja tena tukafungiwa hapa mechi muhimu na Al Masry. Tukafungiwa mechi hapa nyingine na tuliocheza na nani wale. Mechi kama almost 2 tulifungiwa klabu bingwa, mechi muhimu kweli kweli. Na ndio maana nasema hivi vitendo viovu, vitendo vya ovyo, mashabiki wenzangu hebu tuacheni, hatujaanza leo. Na ninapozungumza hivi kuna baadhi ya mashabiki wenzangu watanijia juu. Lakini hebu nitajie lini hawa Yanga walifungiwa kwenye vitendo vibaya. Vitendo vyote ambavyo vya ovyo, vitendo ambavyo sio vya kiungwana tunafanya sisi wana Simba. Hebu tujitathmini. Unadhani Simba wanapungukiwa nini sasa kuonekana wanafanya matukio ya ajabu mara kwa mara najirudia? Huu ni usela wa kizamani. Sisi tuna ushamba fulani. Hebu tuambieni ukweli. Wanakosa maelekezo pengine. Na ndio maana nasema mimi mambo kama yale kama angetokea amefanya shabiki wote wa Simba. Angefanya shabiki wote wa Simba, mimi ningeona ni singela. Mimi kilichoniumiza zaidi baada ya kuona msemaji wangu anaambia tukachimbeni dawa pale. Unapokuwa msemaji wa taasisi fulani, maana yake unaiwakilisha ile taasisi, unaisemea taasisi. Haiwezekani ukawa msemaji mkubwa wa taasisi kama ya Simba, alafu unaambia washabiki na wapenzi wa Simba wakachimbe dawa pale. Hili jambo mimi siungi mkono. Na hili jambo halina afya kwenye mpira wetu wa miguu. Angefanya hawa wananchi, Alikamwe angefanya hivyo, of course angepewa adhabu. Ungeona kuna wachambuzi uchara wangeinuka, wangenyoshia vidole na wangekemea ya mambo. Lakini kisha tumefanya sisi, uwezi kusikia mchambuzi wote anasema. Na ndio maana nasema hebu tuongeeni kwenye ukweli, tusemeni kweli, hawa Yanga watendewi haki. Sawa, pacha.
Kuna wengine baadhi ya watu wanasema kwamba Simba nyie ile kombe mliochukua sio la ubingwa bali ni la ushindi tu. Kwako wewe hizi kauli unazichukuliaje? Sasa hapa watu wanachanganya. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba si ni mabingwa. Brother, hebu kwenye kweli tuzungumzeni kweli. Tunatamani kwamba tuwe mabingwa. Misimu 5 mfululizo Yanga wamekuwa mabingwa. Of course tunatamani na sisi, lakini sasa kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Hapa nimeona watu wengi wanachanganya. Sisi ni washindi. Sisi ni winner. Unapopata kombe la FA, sio hapa Tanzania, nchi yote hii, yani duniani kote tumeona Uingereza, Man City, tumeona hata La Liga, ukija hata kule Ufaransa, ana mtu anaposhinda kombe la FA, ili ni kombe unakuwa ni winner. Ili uwe bingwa maana yake upate kombe la ligi kuu, ambao kama hapa kwetu kuna NBC Premier League, ambao kuna home and away. Sasa sisi likopo ni mtoano, ukifunga knockout stage unatoka. Sisi ni winner wa FA, sio mabingwa. Ili likae sawa. Kuna baadhi ya watu wanachanganya. Unaposema kwamba si mabingwa wa nini? Ubingwa wetu si uko wapi? Si ni winner, tumewini kombe la FA. Kuna baadhi ya watu hapa, ili jambo hebu ombee mashabiki wote wa Simba. Unaposema si mabingwa, tunakuwa mabingwa wa nini? Sawa. Okay, tuzungumzie kuhusiana na matukio yaliyotokea michezo ya mwisho katika NBC. Tumeona Young Africans wamepewa adhabu ya milioni 100 kwa kosa la kujirudia kwa maana ya kuingia katika jumba lao la dhahabu. Kwako wewe ile adhabu umezichukuliaje? Ili jambo kwanza mimi nimeshangaa. Sio mimi tu, mtu yote wa soka atashangaa. Unapomtoza faini milioni 100, ukwaza umetumia kigezo gani, kifungo gani ambacho umetumia? Kama ni makosa ya kujirudia, anayefanya vitendo hivi vya ovu, hususan sisi mashabiki wa Simba tunaongoza. Sisi tumefungiwa, nimekwambia, Orlando Pirates, tumefungiwa mara 2 kwenye mashindano makubwa kabisa, mashindano bora ya CAF Champions League. Mara 2, hakuna asiyejua. Lakini mbona sisi hatujapewa adhabu kubwa kama hii? Lakini Yanga kuingia kwenye jumba lao la maajabu, wanasema jumba lao ambao wanaamini linawapatia pointi 3, wameambiwa watoe milioni 100. Na ndio maana nasema natumia kigezo gani? Na jambo kama hili mimi sijaona mchambuzi yote akainuka akasema kigezo gani kimetumia. Fine inakuwa ni milioni 10, milioni 5, almost hivyo, milioni 100. Brother, tungefanywa sisi mashabiki wa Simba. Wamejirudia kosa? Ndio maana nasema kama imejirudiwa itakopo mpige dabu kama milioni 10, milioni 20, lakini milioni 100. Milioni 100 kombe lina thamani ya milioni ngapi? Haya, hili kombe tuliochukua sisi lina thamani milioni ngapi? Mimi naona kuna namna fulani hii bodi ya ligi ijitathmini. Hii thamani ya adhabu ya milioni 100, brother, hii haki haijatendeka. Na wakiinuka wa Yanga wakiongea, wanaonekana hawa wanaongea sana, lakini kwa upande huu mimi naona bodi ya ligi imekurupuka. Milioni 100 ni hela nyingi sana. Wanapaswa kuweka kanuni maalum kwamba kuwepo na adhabu fulani ya watakaojirudia, ili kila mtu ajue kwamba kosa likijirudia wanapewa fulani kiasi fulani. Na kabisa, bora wangefanya hivyo, elewe. Hizi kanuni na sheria ziwe wazi kwamba kifungu fulani mtu atapojirudia kosa faini yake inatakiwa milioni 20, lakini kione kukaa tu kwanza kupanga au pengine labda yeye, kwa sababu Yanga amekuwa bingwa NBC Premier League, pengine wanataka wakatiane tu humo kabisa. Kwa sababu unapomwambia atoe milioni 100 kwa kigezo gani? Hebu kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Sijawahi kuona tokea ligi kuu NBC Premier League ianze, tuanze kufuatilia mpira wetu wa Tanzania, mtu akapigwa faini ya milioni 100. Na ndio maana nasema kuna upendeleo ambao umefanyika, aidha watu hawa bodi ya ligi wamekurupuka. Lakini kwa hiki wanachokifanya, kufanya maamuzi ya kutoa faini pasipo kufuatilia kujua tatizo ni nini, TFF wapo sahihi kweli bodi ya ligi? Mimi binafsi ningeelewa vizuri wa bodi ya ligi wangeangalia kwa nini Yanga hataki kuingia kwenye dressing room. Kuna kitu gani kwenye dressing room mpaka hawa hataki kuingia? Wako tayari kwenda kwenye jumba la maajabu, wako tayari kulipa faini. Kuna kitu gani? Wangeangalia mzizi. Unaambiwa usiangalie ulipojikwaa, angalia kitu gani kinachosababisha ujikwae. Maana yake nini? Kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, ndo alafu hawa Yanga mimi sioni wakaongea.
Yanga kuna mambo mengi wanafanyiwa ambayo sio kwenye michezo, lakini kuzungumza hawasemi. Yanga hawasemi. Na ndio maana nasema haifiki kila kati walalamike. Mimi naelewa kwa nini hawazungumzi. Yanga anafanywa fitina sana. Yanga wana mengi ya kuongea. Watakapoamua kuongea, kila mtu atashangaa. Wananyamaza tu, lakini brother, nakuhakikishia Yanga kuingia kwenye kwenda kwenye jumba la maajabu. Kuna mengi wanafanyiwa ambao chini ya carpet. Yanga wataki kusema. Na kuhakikishia brother, siku akiamua engineer kuongea. Juzi nilimuona huyu bosi wa Azam wanaongea, alikuwa na mengi. Anasema wanataka waame ligi. Alikuwa na mengi, kavumilia, mwisho wa siku anachoka. Na ndio maana nasema huyu GSM naye akichoka akiamua kuongea. Ukimwona GSM anaita press anaongea, watu wengi tutashika mdomo hapa. Hebu kwenye kwetu zungumzeni kweli. Matajiri wanavumilia, mwisho wa siku wanachoka. Na ndio maana mimi sijashangaa kumuona yule Baresa Jamali anaongea vile, anavumilia, itafika wakati inaumiza. Na ndio maana nasema ipo siku GSM ataita complex, ataita press, ataita waandishi habari, ataongea mambo ambayo anawafanyiwa yanaumiza. Sawa, lakini unaonaje? Pengine tutarajie kuona adhabu kwenda kwa Engineer Hersi Said kwa sababu naye ameitwa kwenye kamati ya nidhamu. Ndio maana nasema kabla ya kuanza kuangalia tatizo, hebu tibu tatizo. Mtu yuko tayari kulipa faini, yuko tayari kupata hasara, lazima ujue kwa nini. Hebu fuatilia hapa. Na ndio maana nasema Yanga siku akiamua kuongea, wana mengi, hawatendewi haki. Hii ligi yetu kuna baadhi ya watu inakuwa ni favor. Itakuwa vipi sasa kwa pande hii ya adhabu? Nadhani Young Africans kuna namna ambavyo watatikisika au mashabiki wao watalisave ile jamaa kwenye hii unapozungumzia adhabu, wana Yanga wamekuwa bora sana katika mambo yao. Na ndio maana nasema watangaze tu kwamba wana Yanga wenyewe mashabiki tu. Ili jambo ni jepesi. Washafanya mara nyingi tukaona. Na kuhakikishia brother Matole, ndani ya masaa mawili tu hiyo faini ya milioni 100 wana Yanga wanalipa. Kabisa. Atatokea kuna watu matajiri wa Marekani, kuna watu wengine wapo Kigoma, kuna watu wengine wako Dar es Salaam. Masaa mawili tu wana Yanga milioni 100 sio shida zao. Wanalipa. Ndio maana nasema kwenye hii upande wa adhabu wa Yanga wanajikomoa. Kwa sababu Yanga washalipa faini sana. Waangalie tatizo ni nini. Kwa nini Yanga ingii kwenye dressing room, wanaenda kwenye jumba la dhahabu ili watibu. Ipo siku brother GSM watapoamua kuongea, wana mengi hawa. Sasa kwa wale waliofanya Simba, pengine ilikuwa kuna lazima wachukue ubingwa kwa maana ya kushinda ule mchezo wa Zanzibar. Na maana kama usingechukua ingekuwa vipi kwa upande wa Simba? Namna ulivyotazama ule mchezo ulivyokuwa, ni kama vile Azam wanasema wameonewa. Kulalamika Azam kuonewa, Azam wako sahihi. Azam wameonewa, kila mtu kaona. In favor, mimi ninaposhukuru ama ninapofurahi tumepata ile kombe. Kidogo limetufuta machozi yale machungu. Lakini brother, tunaposema tuongee ukweli kabisa, ile mechi hata kama sio mtu wa mpira, muonyeshe bwana mechi ilikuwa hivi. Hata kwenye ile tukio la Faisal Salum, mimi binafsi yule Faisal nitamlaumu kwa kile alichokifanya. Faisal ya kufanya sawa, haiwezekani ukarusha ngumi ukapigana. Japo mimi namuelewa kwamba yule referee alitumia maelekezo yalikuwa mengi. Wote sisi tuliangalia mpira, Faisal alivutwa hapa mpaka kule. Yule referee alikopo na haki ya kupuliza fulimbi mapema. Lakini yule referee aliacha mpaka muda mrefu. Sasa Faisal alichokifanya akaona mbona mimi nimevutwa sana, huyu referee apulizi fulimbi. Referee Faisal akajichukulia sheria mkononi. Na mimi nasema upande huu mimi nitamlaumu Faisal. Faisal angeacha kwa sababu unaonea watu hapo wanaona yule referee angefungiwa. Sikwambii tukio lile tu. Na ndio maana nasema mechi ile si tulibebwa. Sikwambii mechi ile tu. Yule referee kuna mechi ile yule kuna ile kaitwa Kitambala bora, yule forward namba 9. Yule Kitambala watu wote tunajua penalty ile. Anafanya foul na Basegei. Ile Kitambala na Rushan Doroki kama na nani na ule nani yule. Yule Ismail Toure, Solution Doroki Ismail Toure. Alimkata Kitambala. Watu wote tulijua tu ile penalty. Mimi mwenyewe nikasema wa jamaa wamepata penalty. Yule refa anageuza anakwambia anampa kadi nani yule
Rushan Doroki. Nani ile Ismail Ture anapewa kadi. Nani huyu? Kitambara. Mashabiki wote tukashangaa hapa kuna nini? Anasema kuna muda fulani refa yuko anamuona anachezesha mpira ule. Refa mwe kashapagawa mpira umemshinda. Unamuonea huruma. Maelekezo yalikuwa mengi. Lakini brother mimi nilishukuru kwa sababu tulipata ile kombe. Limetufariji mashabiki wote wa Simba.